Yoshua, wanawaambia sisi tumekuja kuungana nani katika kumjengea huyo Mungu, kwa sababu na sisi tangu zamani tunatoa sadaka na dhabihu. Kwa sisi sio wapagani. Walikuwa na maana kwamba sisi ni wamoja kama nyie, tuko pamoja. Lakini hawa watu kwa sababu ndani yao waliazimia kuto kukengeushwa, Bwana Yesu asiwe sana, wakawaambia hapana, sisi hatutajenga pamoja na nyie. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima usimame kwenye maamuzi ulioyachukua. Wakati mwingine uko ndani ya kanisa siku nyingi, unatamani hatua fulani, unatamani viwango fulani, kama vile kauli mbiu ya kanisa wanasema 2026 mwaka wa mambo yasiyowezekana kwenda kuwezekana. Amen. Tunaweka mikakati, mbinu mbalimbali namna gani mambo yaweze kuwezekana. Tunakaa chini, tunapiga gharama. Miaka yote kitu gani kilikuwa kinatufelisha? Miaka yote kitu gani kilituweka chini? Miaka yote kitu gani kilifanya tusipige hatua, tusichomoke mahali ambapo tunatamani kuchomoka? Mwaka huu tumegundua wapi tunafeli. Sasa tunaweka mikakati hii, tunaongeza hapa, tunaongeza hapa, tunapunguza hapa, hapa tunachana kabisa, hapa tunabomoa. Katika hiyo mikakati upinzani hauwezi kukosekana, lakini kwa sababu umekusudia kwamba kuna mambo nataka yazaliwe, usitishwe na upinzani. Sema mimi ni mshindi na ni lazima yatokee, kwa sababu Mungu yupo, atakusaidia kwenye haya maamuzi yako, atakushika mkono, atakutia nguvu, atakufanikisha, nao watakuwa kwenye historia ya walioshinda. Bwana Yesu asifiwe. Tunawasema hawa watu walishajifunga nia ndani yao kwamba hawako tayari kukengeushwa. Katika kipindi tulicho nacho, hila ya adui imekuwa kubwa. Sasa hivi ni kila mmoja ameokoka. Unamwambia mtu habari za Yesu, anasema na mimi nimeokoka, naabudu pale, na mimi nimeokoka, naabudu pale, na mimi nimeokoka, naabudu pale. Yamkini hata wewe uko hapa, kuna watu watakwambia unachaje kanisa lako? Mbona na kule tunaomba, mbona kule tunatoa sadaka, mbona kule tunaabudu Mungu huyu huyu, imekuwaje? Simamia maamuzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili ukaweze kumwona Mungu katika haya maamuzi unayachukua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe takatifu. Amen. Naomba tusome kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11. Wakorintho wa pili sura ya 11. Sura ya 11 mstari wa 13 mpaka 15. Nitasoma. Nasema maana kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa watumishi wake, nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shetani jamani ni baba wa uongo. Anaweza kujigeuza kama malaika wa nuru, na hata watumishi wake. Naomba nikwambie kitu mchana wa leo. Wakati umempa Yesu maisha yako, shetani na mawakala wake wanahangaika usiku na mchana namna gani wakurudishe kule nyuma ulikotoka, kwa sababu kwao ulikuwa mateka, ulikuwa unaleta faida kwenye ule ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu umechukua maamuzi, hawawezi kuja kukuchukua kwa nguvu. Watajigeuza kama wewe unavyotaka, kama ulivyoamini, kama hiyo imani yako. Leo hii kuna mambo ambayo
yanaendelea makanisani, ukikaa chini ukiyatafakari, ni ajabu sana. Mbinu ambazo shetani anazibua sasa hivi, anaona ni kila kona watu wamesema wameokoka. Sasa hivi kuna vitu shetani ameviingiza, amevipaka rangi kama vizuri, amevipaka rangi kama yani vinafaa kwa kila aliyeokoka. Hata kwa waliokoka havina shida. Nani tu yeye anataka awapate walio wa Mungu kwa njia mbalimbali. Mwaka jana mwezi wa 6 nilikuwa nimeenda Dodoma. Kwenye mkutano mkuu. Kanisa letu la TAG ni kanisa zuri sana. Zuri sana. Lina misingi 16 ya imani. Ukisoma misingi ya imani ya TAG ina nguvu kweli kweli. Lakini ajabu, nikashangaa pale mlangoni.